kukusikia hadi sasa wanataka tena kurudi Nyamira, uache sisi hao watu wote tutawapeleka wapi? Hao wote wameenda form 1 kwa sababu wamefika form 3 na niko wa form 4. Haya yote tunashukuru. Lingine, mheshimiwa, nilikuwa nasikia unataka kwenda Nyamira. Nilisikia vibaya mpaka karibu niambie huko Nyamira hata mimi nikae mmoja wao. Unajua umetuwezesha hapa Nakuru. Wewe ndio chicho hapa Nakuru. Sasa ukienda Nyamira tutabaki na nani? Tutabaki na nani mheshimiwa? Tafadhali mheshimiwa, baki hapa. Kama unataka kwenda Nyamira basi tuchukue sisi wote tuende Nyamira, tukae Nyamira hiyo yako, alafu sasa ndio tuendelee. Usitutupe kwa sababu umetushika mkono kuanzia mwanzo. Sasa angalia hao watu wote. Angalia venye wanakaa. Alafu useme wewe unde Nyamira. Tutabaki na nani hapa Nakuru? Asante. Tuende Nyamira ama tubaki? Tubaki. Kama unaenda Nyamira sisi sote. Amutaki mimi nikuwe gavana? Utauliza gavana hata hapa. Tutakupea. Tutasimama na wewe na tutakupea. Asante. Lingine, wakati maandamano ilikuwa, niliona hoteli yako imepigwa mawe. Nilisikia vibaya. Sijui wewe ni brother yangu, sijui wewe ni nani kwangu. Damu yangu ilisikia vibaya. Nilienda pale polepole nikafika pale. Niliangalia tu hivi nikasema, nimefuria mheshimiwa, nimefuria watu sana. Unipe tu nafasi hata ya kupangusa vio hivi. Okay. Kujiombea sio vibaya. Hiyo umepata. Wewe utaenda kwa watu yako. Wewe kuja. Ona Joshua anajua mahali hoteli iko. Tafadhali. Sawa, amepata hiyo waje aende. Hii maneno ya hii mama, mnakubaliana na yeye mheshimiwa akae hapa? Halo? Hii maneno ya hii mama ni yake peke yake ama mpaka sisi? Aya, lakini tuulizane swali, Mdosa aende Nyamira ama abaki? Wangapi wanasema abaki hapa? Hata Mdosa waje kutusumbua na hii maneno ya Nyamira. Tu unaona hii maneno kila siku. Tutaenda tuulize pia tufanye public participation. Mkubwa ndiye amesema asante sana. Nimeshukuru sana. Nilikuwa nimesema Mungu wewe mkubwa umenisaidia. Watoto wangu mmoja amemaliza form 4. Wengine wako form 3 wawili. Wako na West. Mungu amemsukuma mpaka wamefika na hapo form 3. Bora takaje. Mimi nilikuwa nataka unisaidie hapo. Nilikuwa nasema unisaidie hapo na West. Hii cheki ukivapatia. Ulipata pesa? Ulipata? Mjapata. Nilikuwa nasema umejaza. Nilikuwa nimejaza. Kwa nini hukupata? Lakini walikuwa nasema nyumba yangu iliungua kila kitu. Hukukuwa na documents ya kuattach. Sawa, wewe mweke kwa hiyo mwandikie. Certificate. Utaandikiwa bana. Tumekubali utaandikiwa mtoto pesa. Si hiyo ndio ulikuwa unataka? Mbona unakaa kama mkisi? Wewe ni mkisi? Mkusinde. Mkusiare. Wewe ndiye anasema. Wewe enda ndani muandikie hiyo watoto yake. Enda peana majina na hiyo document bila hiyo ngine. Hata peana. Sema mama. Na wasalimu wote amjambo. Kwa majina naitwa Novat Nyambura. Kwa upande wangu mimi nilipata basari. Lakini jina yangu iko kwa wenye watoto ambao walisoma outside Nakuru Town West. Na mtoto amesoma Muslim Primary School na nimeandikiwa 5,000. Sasa sijajua kutaenda kwa. Alifanya nini? Amesoma primary hapa. Anasoma wapi? Muslim. Lakini anasoma wapi sasa? Kwa Air Forces Academy. Hiyo tutamlipia. What's your problem? Mtoto hawezi kufukuzwa. Ndio nimesema hata kama umeandikiwa 5. Wewe hapa mimi naona wewe ni mama unauza mboga. Mama mboga nitakulipia kwa ile yote hiyo, hakuna mtu atakufukuza mtoto. Asante sana. Lete jina tuweke hapo na hiyo ulipata mtoto aendelee kusoma. Tutakulipia yote mama, usijali. Kwa majina naitwa Solomon Chelimo. Niko na anakuja na kanisa juzi alitufanyia harambee akiwa na kijana yake na familia, governor, councillors na everybody.
Si huyu ni mtu? Nilianza kusema huyu Mr. Arama Samuel si mkabila. Samuel Arama ni mtu wa kabila yote, sana sana ni kabila ya Nakuru West. Nani anaamini hivyo? Kama mmeamini muinue mkono juu. Asante sana. Mimi ninasema mkimuona hivi, nilikuwa Nyanza, gasi yangu ilisikwa na polisi. Wakati ilisikwa na polisi, mimi nikapiga simu. Alisika simu yeye mwenyewe, alisema nani amesika hiyo gazi. Ilikuwa hapa Nakuru West. Alisema rudisha hiyo gas mara moja mpaka kwa garage. Afternoon. I am Nimrod Keitan, a Form 4 student from Cardinal Lotunga High School, Mosocho, in Kisii. Today, I am here to share with you my thoughts on the power of perseverance and patience. Tangu mjiandikishe na hii basari, nyote mmekuwa vumilivu, na kwa kutulia mtaenda kupata basari zenyu. Be thankful to Honorable Arama for his help, na ameonyesha mapenzi kwa watoto wote kwa kuwalipia fees na kuwasaidia. Asante Bwana Arama. Tangia nianze masomo yangu nikiwa Form 1, nimesaidiwa na mheshimiwa, amenisaidia na basari na amenilipia school fees for this is my 4th year. Naenda kumaliza hii mwaka, amekuwa akinilipia fees na kunisaidia na basari. I thank you sir and adore you kwa usaidizi wako. My success will share it with you. For example, parents, acha niulize swali. Kama ingekuwa mheshimiwa, imagine struggles ungekuwa unapitia saizi na matatizo ili kutafuta school fees ya kulipia mtoto wako. Bwana Arama, asante tena. Most probably all the students wenye wako hapa by 2027 tutakuwa tumemaliza shule na tutakuwa citizens. So naomba kama bado tutakuwa, tumsaidie Bwana Arama arudi kwa hiki tena ndio asaidie wengine pia. For example, tungeconduct polls sai. Watu wote wamesaidiwa na Mr. Arama hapa. Watu wangapi wangempigia kura tena? Santeni. Kwa hivyo, Mr. Arama is a good-hearted man and also a wise man. I've interacted with most of the people in his office wenye namsaidia kazi. Mr. Joshua Unduko hapa, nimeinteract na Mr. Robinas, na wote they are good men, they help people. Kwa hivyo Mungu haachi mja wake. Ndio maana unaona watu wote hapa they are blessed. Mungu hawaachi. May God bless you sir and all of you seated here. May God bless your families and all the work of your hands. Asante. Enda salamia mdosi bwana. Wewe umeongea maneno kubwa kubwa. Enda salamia mdosi, mpigie makofi. Asante. Huyu ni rafiki yake pia, amesema hata yako na salamu. Supeane basi in 1 minute. Kwa Samuel Arama, kwa wageni wenzetu na wale watu waliohudhuria, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi nimekuja hapa kumshukuru Bwana Samuel Arama kwa sababu waliweza kuniingiza kidato cha kwanza. Sikuwa najiweza kwa sababu niko na mzazi wangu hapa Shosh, kwa sababu Arama aliniingiza kidato cha kwanza. Namshukuru, nampatia kongole Bwana Arama. Nasema tu ni asante. Nasoma katika shule cha St. Stephen Menara, niko Kisumu Muhoroni. Nasema tu ni asante. Saizi hata namshukuru Bwana Arama, kama siye singekuwa hapa. Bwana Arama, unaitimiza maisha ya vijana na wengi. Nasema tu ni asante. Kama si wewe, watu wengine hata hawajafika mahali walikuwa wanataka, lakini wewe umetuwezesha. Naomba uendelee na hiyo roho, upe pamoja na sisi na watu wengine. Nasema tu ni asante. Haya, enda salamia mdosi. Asante. Usalamia mdosi na usalamia Robinas. Yuko mdosi mwingine huko. Baraka wapi? Wewe ambia mtoto yako apply bwana. Wewe kuja hapa, for example mimi nataka wapi ya miss.
Hamisi, wewe kuja tupe hiyo mtoto yako hapa. Hebu angalia hiyo mtoto wewe. Enda na yeye ukae pale. Opeane hiyo mtoto yako tukwambie ni pesa ngapi amepewa. Tuko na hiyo hapa. Enda hapo enda opeanwe. Unajua watu wengine wanafikiri sisi hatujielewi. Hakuna mtoto yule amekosa kupata scholarship. Ni ukora mtu anakuja hapa atueleza atuambie ati hiyo mtoto ati hajapata pesa. Kila mtoto yote alikuwa na apply, ukiweka mzuri unapata scholarship. Full scholarship. Pesa yote unalipwa university. On top of that unapewa upkeep ya 60,000. Kwa hivyo enda mfanye hiyo mzaa rudi hapa atueleza atuambie utaona mtoto wako alikuwa amepewa pesa. Ya pili, ile pesa ilikuwa tulikuwa tumesema ya 22, pesa ilichelewa tukaenda campaign ikakuja kama already tumeingia parliament ya mangine imeanza, ndio pesa tulianzia kupeana form 1. Ile ya kwanza nilisoma. Mnasikia? Ile pesa tulikuwa tumesema ya 22. Hiyo pesa yote hiyo anasema ya 2022. Ndio tulikari forward tukapeana kama form 1. Sasa hivi walikuwa wanaingia na ilikuwa 12,700. Ile pesa nilisoma hapa ya kwanza. Tunaelewana? Kwa hivyo kama wewe ulikuwa umeandikiwa barua, enda sahau. Kuja apply pesa hapo, pesa nyingine.